Malkia wangu, malkia mtukufu wa falme hii ya Okara, na taarifa njema kwa ajili yako. Askari, vipi? Uko nje? Mbona nasikia kelele za farasi, nasikia kelele za watu wanashangilia. Yaonekana mume wangu atakuwa amerejea au yupo karibu njiani kurejea. Manake nimejifungia humu ndani nikiwa naogopa vita. Tumepigwa sana vita kubwa mno. Yaani nimejifungia humu ndani mateka siku zote hizo. Naogopa hata kutoka nje wasijapaniua na mimi. Mume wangu sijui hata kama yuko salama huko nje. Hauna haja kuwa na hofu wala mashaka aina yoyote. Manake mfalme Okara ameweza kurejea katika falme yake. Hivi ninavyokuambia yupo katika kasri lake na ulinzi sasa hivi umeimarishwa kwa hali ya juu sana. Kwa hiyo karibu sana. Njoo uje muone mfalme. Hauna haja kuendelea kujifungia huko ndani. Manake sasa hivi usalama ni mkubwa na sisi askari tunaenda kufanya kazi ya ulinzi na kuhakikisha kabisa ngome yetu haiwezi kashambuliwa tena. Kweli. Kwa hiyo mume wangu ameweza kurudi akiwa salama jamani. Na nikikuta unanitania wewe kipala, nitakachokufanya mimi najua mwenyewe. Hapana malkia wangu, mimi siwezi nikafanya utani na wewe. Wewe ni malkia mtukufu wa hii falme yetu hii ya Okara. Kwa hiyo siwezi nikafanya matani na wewe kabisa. Najua utani unaweza kanifanya mimi nikaingia hatiani. Kwa hiyo ninachokuambia ni cha kweli. Mfalme sasa yupo katika kasri lake na hivi ninavyokuambia yupo na walinzi wengi sana wanamlinda sasa hivi. Kwa hiyo karibu uje umuone mfalme wetu ameweza kurejea na yeye natumai atakuwa amekumisa sana kuone. Kwa hiyo karibu sana, twende nikuongoze, twende ukamuone mfalme Okara alivyorejea kutoka kwenye vita. Ya Rabbi, moyo wangu mimi. Kila nikikaa nikiwaza mume wangu, moyo wangu ulikuwa unakwenda puchuru. Unatamani hata kuchomoka yani. Nimekaa sina amani, nimejifungia huko ndani utazani mateka vile. Kama nipo kwenye kasri langu kabisa. Yani kwa kweli tumeishi kwenye maisha magumu sana kimidiki ambacho kulikuwa kuna mambo ya haya yaliyotokea. Kwa kweli yani yameturudisha nyuma sana sisi kama watawala wa hili eneo. Yaani mke wangu usinikumbushe kabisa, manake vitu ambavyo vimetokea kwa kweli mimi mwenyewe vimeniumiza moyo sana. Uwezi amini, Mwamnyange na jeshi lake dogo lila Wajemi wameweza kufanya haya yote. Yaani kwa kweli nitakula nao sahani moja next time. Hii ya sasa hivi acha tu tuache kama inapita, lakini next time lazima watakilipia hiki walichokifanya. Lakini kwa kweli hiki kipindi ni kipindi ambacho kimetokea. Kwanza naona kama wametushtukiza tu. Haijawahi kutokea toka enzi na enzi jeshi la Mwamnyange likaweza kushinda zidi yetu. Haijawahi kutokea. Ni mistake ndogo tu, labda waliweza kutumia mambo ya shirki kidogo, lakini sidhani kama wanaweza katushinda sisi. Na kweli mume wangu, yani yule Mwamnyange ni mchawi sana yule. Mimi nahisi shirki zake hizi ndo zimefanya mpaka ameshinda. Lakini dawa yake iko jikoni. Mimi nakujua wewe mfalme wangu, wewe ni mtu ambaye ni mbabe mtemi sana. Okara umekuwa ni mtu ambaye unaogopeka sana katika kijiji chetu. Yani huyu kidudu mdogo huyu amekuja kujifanya yeye anakuja kutaka kupindua kwenye ufalme wako. Na kwanza hakuweza kufanikiwa kiasi hicho. Basi tu naye anataka kuonekana tu. Lakini vipi? Najua umechoka sana leo jamani. Nikuandalia tamaji uende ukaoge kidogo, ujisikie vizuri. Basi sawa mke wangu, waweza kuniandalia maji, lakini kabla ya yote ningependa kufahamu. Vipi mwanangu Junior yuko wapi? Manake sijaonana naye na muda mrefu sana toka nimeenda kwenye vita. Sijafanikiwa kumuona mwanangu. Naomba unitie Junior basi niongee naye. Mwanao Junior yuko vizuri. Yani mimi na mwanao ulivyotuacha hapa tulibaki salama kabisa, manake kuna walinzi ambao walikuwa wanatulinda, tulikuwa vizuri, tuko salama. Mwanao Junior nimemwacha huko jikoni alikuwa anakula. Sinajua tena mwanao anapopenda kula, yupo alikuwa anakula matunda kule. Lakini usijali, wewe usimwaze sasa hivi, usimwaze Junior sasa hivi. Cha kufanya wewe twende uende ukaoge kwanza, ubadilishe hizo nguo kidogo na wewe urudi kwenye hali ambayo tumekuzoea. Maana hapo ninavyoona majashujasho haya, umetoka kwenye mavita, nguo zile ndo hizo inabidi ubadilishe mume wangu.
Basi sawa, kama mwanangu Junior yuko vizuri, manake yule ndio kidume changu cha mbegu na ikitegemea kile. Basi kama yuko salama basi ni jambo la heri. Wacha mimi niende nikaoge kidogo nibadilishe na hizi nguo. Ila kuna mambo mengi ambayo mke wangu baadaye nahitaji tu tuongee, ambayo kidogo ni ya sisi wawili. Okay, basi sawa, wacha nikakuandalie maji ya kuoga kwanza, ama mengine tutaongea baadaye. Yes. That's my boy. Ndio maana nakupenda sana. Yaani wewe kwa kweli nitakuwa nakuchukua kwenye kila vita zangu. Yaani kila aina ya vita ambayo nitakuwa napigana na hili jeshi la ukala, nitakuwa nakuchagua wewe Jitupoli, kwa sababu wewe ndio askari wangu ambaye una nguvu kuzidi askari wote, na nakutegemea sana. Umeweza kunisaidia kuweza kumwangusha mfalme ukala. Na hii sio mwanzo tu. Tutaenda kuvamia tena na tena mpaka atuachie miliki yake yote. Nakushukuru sana kwa support yako. Kipekee kabisa ningependa nikushukuru sana mfalme wangu Mwamnyange kwa kuweza kuniamini, kuweza kuliongoza jeshi la Wajemi kwenda kupambana na jeshi la mfalme ukala na kuweza kuchukua nusu ya mali ambazo tulizipoteza. Unajua katika miaka hii ya nyuma tumekuwa tukionewa sana, tumekuwa wanyonge sana tunapokutana na hili jeshi la mfalme ukala. Kwa kweli hii kitu kilikuwa kinaniumiza sana toka nikiwa mdogo. Nilikuwa natamani sana niweze kujiunga kwenye jeshi lako na niweze kulipiza hiki ambacho kimefanyika. Nashukuru leo Mungu ameweza kuona maombi yetu ya muda mrefu. Tumekuwa wanyonge sana, tumeonewa sana, mali zetu zimechukuliwa sana mfalme ukala. Lakini kwa hili tu, hii haitakuwa mwanzo. Hii vita itaendelea na kuendelea mpaka pale tutakapoweza kuchukua miliki yote ya kijiji hiki. Na mimi ninavyokuona hili linawezekana kabisa katika utawala wako. Ama kweli, yani kwa kweli mmefanya unyama mwingi sana. Yani ukiangalia tumeweza kuwadondosha na kuangusha mbali sana ufalme wa ukala. Kwa kweli mimi kipekee tu nikushukuru. Na kwa kazi uliyoifanya, kwa kweli nitakupandisha cheo hadi kuwa mlinzi wangu, ambaye utakuwa ni mlinzi na pamoja kwa ushauri kwenye falme hii ya mfalme Mwamnyange. Kwa hiyo wewe nitakupandisha cheo kutoka kuwa askari wa kawaida mpaka kuwa askari mkuu katika falme hii ya Mwamnyange. Na wewe ndio utakayokuwa unatoa amri na kuongoza askari wote, na haya maelekezo yote nitakuwa nakupa mimi. Kwa hiyo tusherehekea ushindi huu, sio ushindi mdogo. Leo hii inabidi tuanze kuandaa safari kuelekea katika kijiji chetu. Kwa hiyo waambie wanajeshi wote wajipange, wote tunaelekea kwenye meli kuelekea nyumbani. Tukienda kufanya sherehe kubwa kwenye meli, na pia lazima tusherehekee huu ushindi kwa sababu sio ushindi mdogo. Okay sawa, na silaha zilizobaki je, tuondoke nazo au tuziache hapa tu? Hakuna silaha ambayo itakiwa kubaki. Yaani hapa kila silaha ambayo tumebaki nayo sisi na zile ambazo tumeweza kuwanyang'anya ufalme wa ukala tunaondoka nazo zote. Ongea na askari wako waweze kusanya silaha zote tuondoke nazo. Hizo tunaenda kuzipakia kwenye meli yetu na tunarejea nazo nyumbani kama ushindi mkubwa sana. Ushindi wa kishindo baada ya kumpiga mfalme ukala. Kwa hiyo na leo kwenye meli tunaenda kuwa na sherehe kubwa sana tukisherehekea ushindi wetu wa kwanza baada ya muda mrefu wa mateso, manyanyaso na vipigo ambavyo tumevipata vya muda mrefu sana kutoka kwenye hii falme ya mfalme ukala. Basi ni sawa mfalme wangu, wacha mimi na vijana wangu tufanye kazi ya kusanya hizo silaha ambazo zimesalia tuweze kuja nazo kwenye meli. Hakikisha kila kitu kinaenda sawa. Mimi wacha nitangulie.